السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. شكر الله سبحانه وتعالى kwa kujalia kuamka asubuhi leo, alhamdulillah rabbil. Basi tunazungumza mambo yaliyopitia kisiwa cha Zanzibar, wafanya biashara, watu mbalimbali tunazungumza. Leo tunamzungumza mmoja katika mfanya biashara mmoja mkubwa sana alikuwa Zanzibar, akiitwa Alidina Visram. Huyu ni mfanya biashara maarufu sana alikuwa Zanzibar. Alidina Visram alikuwa mmoja wa wafanyabiashara mashuhuri na wafadhili wakubwa katika history. Atakumbukwa mtu mwenye maono makubwa ya kibiashara, moyo wa utu, na alichangia sana maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika eneo la Afrika Mashariki, hasa Zanzibar. Sikiza, wafanyabiashara hawa hawakuvutia kwa Zanzibar tu, bali kuwa katika East Africa nzima walifanya kazi kuimarisha biashara za mambo haya. Huyu Alidina alizaliwa katika mwaka 1851 katika kijiji cha Kerala. Kichwa kimoja cha Kera kilicho katika eneo la Kuchi ndani ya Bombay, Presidents by Indian. Wakati huo India inatawaliwa na Uingereza. Alitoka katika jamii ya Wahindi Waislamu dhehebu la Koja la Ismailia, waliokuwa wakifanya biashara katika maeneo mbalimbali ya Bahari ya Hindi. Huyu Alidina Visram alikuwa na umri wa miaka 12, alihama kutoka India kwenda Zanzibar akiwa maskini kabisa na bila mali yoyote. Wakati huo ilikuwa kituo muhimu cha biashara Zanzibar, kikiwa chini ya utawala wa kisultani, chini ya utawala wa sultani. Wakati huo wafanyabiashara kutoka India, Warabuni, sehemu mbalimbali za Afrika walikuwepo Zanzibar, lakini Wahindi walio wenzao baada ya kufika Zanzibar, Wahindi walipokuwa wenzao wakifika Zanzibar walikuwa maskini, walikuwa wakishahajisha, wakiwasaidia kufanya biashara mambo mbalimbali. Baada ya kufika Zanzibar, Alidina alipata kazi kwa Sewa Haji Paro, mmoja wa wafanyabiashara mashuhuri na wafadhili wakubwa wa biashara za misafara caravan trade zilizokuwa zikifanya bara hadi Tanganyika, Uganda. Ndani ya kipindi kifupi, Alidina alionyesha bidii, uaminifu na akili kubwa ya kibiashara kiasi cha kujitegemea na kuanzisha misafara yake mwenyewe ya biashara kuelekea bara. Huyo ndiye baada ya kufanya kazi vile vile akaanza kushajiisha mwenyewe biashara zake zikaendelea. Katika Alidina baada ya kuingia katika biashara hizi, akaingia katika biashara za pembe za ndovu, ever trade, biashara iliyokuwa maarufu na yenye faida kubwa wakati huo. Uvumbuzi wake wa kipekee ulikuwa kuandaa chakula kilichopakiwa package food kwa ajili ya waindaji na wasafiri walikuwa wakisafiri kwa muda mrefu, jambo lililompa umaarufu mkubwa. Alikuwa akipeki vyakula kwa watu ambao wanasafiri au watu wanakwenda sehemu mbali kwa biashara. Kwa hivyo walipata maarufu wakati wa ujenzi wa reli ya Uganda mwisho mwa karne ya 19. Alidina alifungua maduka mengi kando ya njia ya reli na kuwa msambazaji mkuu wa chakula kwa wafanyakazi wa Kihindi waliokuwa wakijenga reli hiyo. Kwa uaminifu na uwezo wake wa kupanga biashara, alipata mikataba mikubwa kutoka kwa Wahindi na kwa Waingereza, akiwa ndiye aliyelipa mishahara ya wafanyakazi wa Kihindi, na wakati huo akitoa huduma kwa wajenzi wa Kiingereza. Baada ya kifo cha mwajiri wake wa zamani Sewa Haji Paro mwaka 1897, Alidina alipanua biashara yake zaidi hadi Uganda na Kenya, na kutokana na mafanikio makubwa katika biashara ya pembe ya ndovu akapewa jina la heshima mfalme wa pembe za ndovu, King of Ivory. Kufika mwaka 1900 Alidina alianza kujihusisha pia na kilimo. Ndani ya fupi alipata mashamba makubwa sana mbalimbali. Ripoti kutoka kitabu mkuu wa Entebbe ilibainisha kuwa kupitia biashara zake Alidina alisaidia wakulima wa Kiafrika kwa kununua mazao yenyewe ambayo biashara wengine walikuwa
hajafikia kiwango hicho. Kufika mwaka 1809 Aline alikuwa na mawakala 17. Alikuwa na mawakala 17 waliokuwa wakifanya kazi katika Kongo Kilibegijia, na alifanikiwa kufungua viwanda vingi kama viwanda vya soda, furniture huko Kampala na Entebbe, viwanda vya mafuta oil mills huko Kisumu na Pwani, kiwanda cha sabuni mjini Zanzibar na Mombasa, viwanda vya kuchambua pamba cotton yarn huko Mombasa na Entebbe, na viwanda vya sawmills karibu Nyeri. Huyu mfanya biashara zama alipoanzia na vipi akafika stage kama hii, mpaka ana viwanda kama hivi. Ilikuwa ni bidii kubwa sana na umarishaji wake wa biashara